Karibu kwenye Sauti ya Historia. Hapa tunasafiri pamoja kufuatilia nyayo za Injili, tukianzia hapa nyumbani Tanzania hadi miisho ya dunia. Katika kila video utashuhudia historia za kipekee, historia yetu, imani yetu na sifa zetu. Usipitwe na chochote. Gusa kitufe cha subscribe hapa chini na tuanze safari hii pamoja. Je, unajua kuwa katikati ya mji mkongwe wa Zanzibar kuna eneo ambalo sauti za huzuni na vilio vya maumivu viligeuka kuwa nyimbo za sifa? Hapa ndipo palikuwa soko la mwisho la watumwa duniani. Lakini leo juu ya udongo huu amesimama shahidi wa ajabu, kanisa la Anglican Mkunazini. Katika dakika hizi zijazo tunafunua siri ya mabadiliko haya. Kabla ya mwaka 1873 hapa Mkunazini hapakuwa na kengele wala Biblia. Palikuwa na minyororo. Hili lilikuwa soko kuu la watumwa mashariki mwa Afrika. Maelfu ya watu kutoka bara, Kigoma, Tabora na Kongo waliletwa hapa kama bidhaa. Walifungiwa kwenye vyumba vidogo chini ya ardhi bila hewa ya kutosha, wakisubiri kuuzwa kama wanyama. Hii ndiyo sehemu ya kushangaza zaidi. Mwaka huo huo 1873, baada ya shinikizo la David Livingstone na viongozi wa kidini, soko hili lilifungwa rasmi. Askofu Edward Steer aliamua kujenga kanisa hili kwa ishara moja kuu ya ukombozi. Madhabahu kuu ya kanisa imejengwa sehemu ile ile ambapo mti wa kupigia mijeledi ulikuwepo, pale ambapo damu ya watumwa ilimwagika kwa maumivu. Leo damu ya Kristo inakumbukwa kwa wokovu. Ni badiliko kutoka utumwa wa mwili hadi uhuru wa roho. Ujenzi huu haukuwa rahisi hata kidogo. Askofu Steer alitumia matumbawe. Kuna hadithi maarufu kuwa mafundi waliweka nguzo za kanisa hili kinyume kwa bahati mbaya, lakini askofu aliamua kuziacha hivyo kama alama kuwa Mungu anaweza kutumia udhaifu wa mwanadamu kufanya makubwa. Viti vya kanisa vimetengenezwa kwa mbao za mti ule ule ambapo moyo wa David Livingstone ulizikwa kule Chitambo, Zambia. Mkunazini si jengo tu, ni ujumbe. Inatukumbusha kuwa hakuna giza ambalo Injili haiwezi kulimulika. Kutoka soko la watumwa hadi kuwa nyumba ya Mungu. Hii ni hadithi ya ushindi. Leo kanisa hili linasimama kama alama ya upatanisho na amani kwa vizazi vyote vya Tanzania na dunia nzima. Asante kwa kuungana nami katika episodi hii ya kwanza. Kabla hatujaagana, je, unadhani ni kwa nini maeneo haya ya kihistoria yanapaswa kulindwa zaidi? Weka maoni yako hapa chini. Katika episodi ijayo tutasafiri kuelekea Bagamoyo, lango la Injili bara, na tutajua kwa nini wamisionari wa kwanza walikufa mara tu walipokanyaga pwani hiyo. Bonyeza subscribe na busa kengele ili usipoteze hapa chini. Mimi msimuliaji wako Bevams. Hii ni Sauti ya Historia. Tumaini letu ni kwa Bwana.
Tumsifu Bwana siku zote.